Wakati dunia ikiwa imeelekeza macho yake katika mvutano mkali wa Mashariki ya Kati, tukio jipya limeibuka ambalo linaonyesha jinsi vita vya Ukraine dhidi ya Urusi vinavyobadilisha taifa hilo kuwa moja ya nguvu kubwa zaidi duniani katika teknolojia ya droni. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametangaza kuwa wataalamu wa kijeshi wa nchi yake tayari wanafanya kazi katika mataifa matano ya Ghuba ya Mashariki ya Kati kusaidia kukabiliana na mashambulizi ya droni za Irani. Ni hatua inayobeba uzito mkubwa wa kisiasa na kijeshi. Kwa zaidi ya miaka minne sasa, Ukraine imekuwa ikiishi chini ya mashambulizi ya kila siku ya droni za aina ya Shahedi zinazotengenezwa na Irani lakini kutumiwa kwa wingi na Urusi. Katika kipindi hicho, Kyiv ilijifunza kwa njia ngumu namna ya kuzitambua, kuzifuatilia na kuzigundua droni hizo kwa gharama ndogo lakini kwa ufanisi mkubwa. Leo uzoefu huo umegeuka kuwa bidhaa ya kimkakati ambayo mataifa mengi yanaitafuta. Kwa mujibu wa Zelensky, timu za Ukraine tayari zimeanza kushirikiana na nchi 5 ambazo zimekuwa zikikabiliwa na tishio la mashambulizi ya Irani. Wataalamu hao wanatoa tathmini za kitaalamu, wanasaidia kujenga mifumo ya ulinzi wa anga na wanashiriki maarifa ambayo yalizaliwa moja kwa moja katika medani za vita dhidi ya Urusi. Katika kile kinachoonekana kuwa operation ya siri lakini yenye umuhimu mkubwa, mkuu wa Baraza la Usalama wa Ulinzi la Ukraine, Rustem Umerev, amesema wanajeshi na wataalamu wa Ukraine wanafanya kazi katika mataifa ya Umoja wa Falme za Kiarabu, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait na Jordani. Lengo lao ni kulinda miundombinu muhimu kama viwanja vya ndege, vituo vya mafuta, mitambo ya umeme na maeneo ya kiraia dhidi ya mashambulizi ya droni ambazo zimekuwa silaha muhimu katika mkakati wa Irani. Kwa mujibu wa Zelensky, wataalamu 228 wa Ukraine tayari wamepelekwa katika eneo hilo. Hatua hii inakuja wakati Irani ikiendelea kuwa mmoja wa washirika wa karibu wa Urusi. Teherani imekuwa ikituhumiwa kwa muda mrefu kuisaidia Moscow kupitia teknolojia ya droni na ushirikiano wa kijeshi. Hivyo kuna hali ya kushangaza kuona Ukraine ikitumia uzoefu uliopatikana kutokana na mashambulizi yanayohusishwa na Irani kusaidia mataifa mengine kujilinda dhidi ya tishio hilo hilo. Lakini nyuma ya msaada huo kuna hesabu kubwa zaidi ya kisiasa. Ukraine inahitaji kwa dharura makombora ya kisasa ya ulinzi wa anga ili kukabiliana na mashambulizi makubwa ya nchini Urusi. Kyiv ina hofu kwamba vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati vitafanya Marekani na washirika wake kutumia akiba kubwa makombora hayo katika eneo la Ghuba badala ya kuyapeleka nchini Ukraine. Kwa sababu hiyo, Zelensky amekuwa akijaribu kujenga ushirikiano wa aina mpya. Ukraine itoe utaalamu wake wa kupambana na droni, huku mataifa ya Ghuba yakisaidia kupata mifumo ya kisasa ya ulinzi wa anga ambayo Ukraine ina uhitaji mkubwa nayo. Wakati huo rais huyo amefichua kuwa Marekani pia imeomba msaada wa kitaalamu kutoka kwa Ukraine katika maeneo mawili ya Mashariki ya Kati ambako majeshi ya Marekani yanafanya shughuli zao. Aidha, baadhi ya mataifa ya Ulaya nayo yamewasilisha maombi ya kupata ushauri wa kitaalamu wa Ukraine ili kulinda vikosi vyao vilivyopo katika eneo hilo. Hata hivyo, uhusiano wa Washington na Kyiv kuhusu ushirikiano wa droni bado unaonekana kuwa wa tahadhari. Wiki iliyopita Zelensky alisema Ukraine ilikuwa ikisubiri idhini ya ikulu ya Marekani kuhusu makubaliano ya uzalishaji wa droni, lakini muda mfupi baadaye rais wa Marekani Donald Trump alionekana kupunguza umuhimu wa pendekezo hilo aliposema kuwa Marekani haihitaji msaada wa Ukraine katika ulinzi wa droni. Mbali na hilo, Ukraine sasa inaangalia uwezekano wa kushiriki katika juhudi za kurejesha usalama katika Strait of Hormuz, njia nyeti ya bahari inayobeba sehemu kubwa ya mafuta yanayosafirishwa duniani. Ikiwa mpango huo utafanikiwa, itakuwa mara ya kwanza kwa Ukraine kuwa mshiriki muhimu katika operesheni za usalama wa kimataifa mbali kabisa na vita vinavyoendelea ndani ya mipaka yake. Lakini huku Kyiv ikijitanua kimkakati Mashariki ya Kati, vita dhidi ya Urusi bado vinaendelea kwa ukali. Zelensky amesema ametuma ujumbe mzito kwenda Marekani ili kufufua mazungumzo yaliyokwama ya kusakata njia ya kumaliza vita kati ya Ukraine na Urusi. Mazungumzo hayo ambayo yamekuwa yakiratibiwa kwa ushirikiano na Marekani yamesimama baada ya mgogoro wa Irani kuvuta umakini wa dunia. Kwa upande wa Moscow, maafisa wa Kremlin
wameashiria kuwa duru mpya mazungumzo imeanza hivi karibuni. Hata hivyo, viongozi wa Ulaya Magharibi wanaendelea kumtuhumu rais wa Urusi Vladimir Putin kwa kuchelewesha mazungumzo, huku akiendelea kutumia nguvu ya jeshi lake katika kuteka maeneo muhimu ya Ukraine. Kwa sasa Urusi inashikilia karibu 20% ya ardhi ya Ukraine. Aidha, kuongezeka kwa bei ya mafuta duniani kutokana na mzozo wa Mashariki ya Kati kunatoa mapato zaidi kwa Moscow, jambo linaloweza kuimarisha uwezo wake wa kugharamia vita. Hata hivyo, Zelensky anasisitiza kuwa mashambulizi ya kujibu ya Ukraine tayari yamevuruga mipango ya Urusi ya kuanzisha mashambulizi mapya makubwa katika msimu huu. Wakati huo taifa lake linaendelea kujijenga kama kitovu cha teknolojia ya droni duniani. Kutoka kuwa mwashirika wa mashambulizi ya shahidi, Ukraine sasa imegeuka kuwa mwalimu wa dunia katika namna ya kuzishinda. Na katika hatua ambayo miaka michache iliyopita ingeonekana haiwezekani, wataalamu wa Kyiv sasa wanalinda anga za mataifa ya Ghuba dhidi ya silaha zile ambazo zilitumika kujaribu kulivunja taifa hilo. Huu ni ushahidi kwamba katika vita vya kisasa, maarifa yanaweza kuwa silaha yenye nguvu zaidi.